Amina ni binti mrembo sana ambaye alifunga ndoa na Bwana Rashid. Wawili hawa walikuwa na muda wa miaka 6 ndani ya ndoa. Lakini kwa muda mrefu sana, kuna jambo ambalo lilimkosesha Amina furaha. Amina hakuweza kupata ujauzito kabisa. Hali hii ilisababisha upendo wa mume wake kupungua. Ndugu wa Rashid walimwonea sana Amina na kumwambia maneno machafu kwa sababu walishindwa kumpatia Rashid mtoto. Rashid, mume wa Amina, alimtishia mkewe kuwa angetafuta mwanamke mwingine. Haya yote yalimfanya Amina ashindwe kutabasamu kabisa. Mama mkwe wake Amina alimtenga wakati wa chakula na kumwambia kuwa angeleta mikosi kwa familia. Mawifi zake pia hawakutaka kuongea naye kabisa, kwani walisema kuwa angewaambukiza mikosi. Siku moja Amina alikuwa amekaa pembezoni mwa barabara huku akitoa machozi kwa yale aliyokuwa anapitia. Akiwa katika huzuni, mzee mmoja alipita karibu yake na kumuona. Mzee huyo aliitwa Mzee Kiza. Mzee Kiza alimsogelea Amina karibu kwa huruma na kumuuliza, "Binti yangu, mbona unalia hivyo? Ni nini kinakusibu?" Amina alimtazama Mzee Kiza na kumwambia, "Sina amani. Familia yangu inanitenga kwa sababu siwezi kupata mtoto." Mzee Kiza alimshika Amina mkono na kumwambia, "Pole sana binti yangu. Najua unavyohisi. Mimi nina uwezo wa kukusaidia, ila mpaka utakapokubali yale nitakayokuambia." Amina alimtazama Mzee Kiza kwa mshangao na kumuuliza, "Ni kitu gani hiko mzee wangu?" Mzee Kiza alivuta pumzi ndefu na kumwambia Amina, "Kama unataka kupata ujauzito, basi njoo ulale na msukule wangu. Yeye anaweza kukupatia mtoto na ukawa na amani." Amina alifikiri kwa muda kisha akatikisa kichwa na kumwambia Mzee Kiza, "Hapana, siwezi kufanya hivyo. Huo ni uchawi." Mzee Kiza alimwambia Amina, "Sawa binti yangu, mimi nakwenda. Ila ukibadili maamuzi, njoo mtaa Mwembeni na ulizia nyumba ya Mzee Kiza." Basi wote waliachana. Mzee Kiza alitoweka na Amina alirudi nyumbani majira ya mchana. Aliporudi alikuta mumeo Rashid na ndugu zake wanakula chakula cha mchana, na yeye walimwekea chakula chake pembeni katika sahani iliyotumika kuwekea chakula cha paka. Mama yake Rashid alimtazama Amina na kumwambia, "Kula chakula chako hiko, wewe mwenye mikosi na usiye na faida kama huyo paka." Maneno haya yalimuumiza sana Amina na alishindwa kula. Si kwa sababu chakula kilikuwa katika sahani ya paka, bali kwa uchungu aliopata kutokana na maneno aliyoambiwa. Haya yalimfanya Amina afikirie tena maneno aliyoambiwa na Mzee Kiza. Ilipofika jioni, Amina hakufikiri mara mbili. Aliinuka na kuanza safari ya kwenda mtaa Mwembeni kumtafuta Mzee Kiza. Alifanikiwa kufika mtaa Mwembeni na kupata mahala anapoishi Mzee Kiza, na Mzee Kiza alimkaribisha na wote walikaa chini kuzungumza. Amina alimtazama Mzee Kiza akiwa na wasiwasi kidogo na kumwambia, "Nimefikiri na nimekubali hilo sharti lako. Sasa niambie nifanye nini?" Mzee Kiza alitabasamu na kumwambia, "Vizuri sana binti yangu. Sasa unachotakiwa kufanya ni hiki. Leo usiku njoo hapa nyumbani kwangu na uingie katika chumba hiki, kisha ulale katika kitanda hiki." Mzee Kiza alimwonyesha Amina kitanda cha kamba kilichokuwa na godoro chafu sana. Amina alimsikiliza Mzee Kiza kwa umakini na kumwaga kurudi nyumbani kwake. Ilipofika majira ya jioni, jua likiwa limezama, Rashid, mume wa Amina, aliondoka, kwani hakuwa na tabia ya kulala nyumbani. Amina yeye alijiandaa na kuanza safari ya kwenda kwa Mzee Kiza. Alipofika katika nyumba ya Mzee Kiza, hakukuwa na dalili ya uwepo wa mtu yoyote, bali mlango wa chumba kimoja ulikuwa wazi. Amina akiwa na hofu kiasi, aliingia humo kama alivyoelekezwa na Mzee Kiza, na ndani yake alikuta mshumaa uliotoa mwanga hafifu na kitanda pembeni. Alijilaza taratibu katika kitanda kile akiwa na uoga sana. Baada ya muda, mshumaa ule uliokuwa pembeni ya kitanda ulijizima wenyewe. Jasho lilimtoka sana Amina akiwa katika kitanda kile. Alianza kuhisi harufu ya udongo na dirisha likicheza cheza.
Alihisi kama mtu akishika mikono yake taratibu na hakumwona kutokana na giza. Alisikia hatua za mtu akisogea karibu na kitanda. Hatimaye Amina alipoteza fahamu kabisa. Bila kujua ni nini kilichotokea katika giza lile, muda ulienda na Amina aliamka asubuhi jua tayari likiwa limeshachomoza. Mwili wake ulikuwa umechoka sana na alikuwa na michanga katika nguo zake. Aliamka upesi na kutoka nje, kisha akaanza safari ya kurudi nyumbani kwake. Siku baada ya siku, Amina alianza kuhisi tofauti katika mwili wake na alihisi kuwa ni mjamzito. Mumewe Rashid hakuamini kusikia habari hizi. Ndugu zake Rashid pia hawakuamini. Baada ya miezi 9, Amina alijifungua mtoto wa kike aliyekuwa mrembo sana. Lakini cha ajabu, mtoto huyu hakulia kabisa wala hakutoa sauti yoyote. Madaktari walitumia mbinu zote za kitaalam kumfanya japo alie, lakini haikuwezekana. Kilichostaajabisha na kuwashangaza zaidi ni kwamba mtoto huyo hakuwa na kivuli kabisa, jambo lisilowezekana kwa kawaida. Amina hakujali yote hayo, kwani shida yake yeye ilikuwa ni kupata mtoto tu. Siku nyingi zilipita. Amina na Rashid walikuwa na furaha, lakini siku moja usiku wakiwa wamelala, kwa mara ya kwanza mtoto wao alisikika akiwa analia sana. Walipoamka na kujaribu kuwasha taa hazikuwaka kabisa. Amina alihisi mtoto wake anavutwa na kitu fulani. Kitu kile kilikuwa ni kama kikihitaji kumtenganisha mtoto na mama yake. Amina alijaribu kumvuta mwanae, lakini kitu kile kilikuwa na nguvu sana. Rashid naye alimsaidia mkewe, lakini baada ya muda mtoto alitoweka na kupotea pasipojulikana. Wote walilia sana wakiwa katika giza kwa kumpoteza mwanao. Amina alikaa chini akilia kwa uchungu sana kwa kumpoteza mwanae wa pekee na asijue ni wapi amekwenda. Hakika ilikuwa ni huzuni kubwa sana kwa familia hii, kwani furaha yao ya kupata mtoto haikukaa kwa muda na sasa ilikuwa imeshapotea. Siku zilivyozidi kwenda, habari ya Amina kulala na msukule ilienea mitaani kote. Watu walisema kuwa Mzee Kiza alikuwa na tabia ya kusaidia wanawake kupata watoto kwa njia za ajabu, na hatimaye watoto hao walitoweka pasipojulikana. Rashid, mume wa Amina, alisikia kuwa mkewe pia alienda kwa Mzee Kiza. Alipogundua hilo, aliamua kumwacha Amina na kumfukuza kama mbwa. Amina alilia na kuomba msamaha, lakini hilo halikumsaidia kabisa. Amina aliondoka bila kujua ni wapi anakwenda, kwani hakuwa na familia. Alikaa akifikiri na hatimaye alifikiria kujiua. Yaani Amina alifikiria kukatisha uhai wake yeye mwenyewe. Aliamua kuelekea katika maporomoko ya maji ya mto uliokuwa karibu. Alipofika, alisimama akifikiri kujitupia katika maji ili apoteze maisha. Amina bila kusita alijitupia katika maji. Maji yale yalimchukua na kumpeleka mbali sana. Maji yalimbeba Amina na hatimaye alimwacha katika ufukwe wa kijiji kilichoitwa Michungwani. Amina alikuwa kimya, asijulikane amekufa au amepoteza fahamu tu. Kijana mmoja mvuvi aliyeitwa Nasir, aliyekuwa ufukweni akiendelea na kazi zake, alimwona Amina na kumfuata upesi. Alimnyanyua kisha akamlaza katika mashua yake na kumkandamiza tumboni ili ateme maji. Alimkandamiza tumbo kwa muda na alijaribu kumwamsha, lakini hakuona dalili yoyote ya kuamka. Kwa kuwa ilikuwa ni jioni, Nasir alichukua samaki zake na kumnyanyua Amina na kuelekea naye kwake. Alipofika mahala alipoishi, alimlaza Amina chini katika mkeka na kumuita mganga wa kijiji aliyeitwa Bibi Mariam, bibi ambaye alitumia mitishamba kutibu watu kijijini. Bibi Mariam alifika nyumbani kwa Nasir na kumkuta Amina na kumwambia Nasir kuwa huyu amepoteza fahamu tu. Bibi Mariam alitumia dawa na ujuzi wake na hatimaye Amina alikohoa kidogo na kutema maji kisha akalala. Kijana Nasir akiwa na hofu kidogo, Bibi Mariam alimtazama na kumwambia, binti huyu ataamka itakapofika asubuhi, kisha akaondoka. Nasir, kijana mvuvi aliyeishi peke yake,
alibaki akimtazama Amina, binti mrembo sana. Hatimaye asubuhi ilifika na Amina aliamka akijikuta mahala asipopajua. Aliangaza huku na kule na asielewe chochote. Mbele yake kulikuwa na meza yenye vitafunwa na karatasi iliyoandikwa, "Karibu kifungua kinywa." Kutokana na njaa aliyokuwa nayo, alikula bila kusita. Baada ya muda, Nasir alirudi akiwa na samaki kadhaa na kumkuta Amina akiwa anakula. Amina aliuliza kwa wasiwasi, "Wewe ni nani? Na mbona niko hapa?" Kijana Nasir alitabasamu na kumwambia Amina ya kuwa alimkuta jana ufukweni akiwa amepoteza fahamu. Amina alikubali yote aliyoambiwa. Aliamua kumweleza Nasir yale yote aliyomkuta, na Nasir alimwonea huruma sana na alimwomba kuwa aishi nyumbani kwake. Kwa kuwa Amina hakuwa na pa kwenda, alikubali kuishi nyumbani kwa Nasir. Nasir alimwonyesha upendo mkubwa sana Amina. Alienda naye baharini, alimnunulia nguo na alimfanyia mengine aliyompa furaha Amina. Baada ya muda, Nasir alimpenda Amina na aliamua kumwoa na kuishi naye kama mke. Baada ya Nasir na Amina kufunga ndoa, Bibi Mariam alimpa Amina dawa za mitishamba na kumwambia anaweza kupata ujauzito muda wowote anaotaka. Muda ulienda. Nasir na Amina walianzisha maisha mapya yenye amani. Na baada ya mwaka mmoja, Amina alijifungua watoto mapacha 3 wa kiume. Hii ilikuwa ni furaha isiyoelezeka kwa Amina, mumewe Nasir na kijiji kizima cha Michungwani. Sasa furaha na amani ilitawala katika maisha ya Amina. Ndoto ambayo alikuwa akiiota miaka yote sasa ilitimia. Siku moja, Amina akiwa sokoni alikutana na Rashid, mumewe wa zamani. Rashid alipomwona Amina akiwa amenawiri, alimfuata Amina na kumwomba msamaha na kumtaka warudiane. Alithubutu hadi kumpigia magoti. Amina alimtazama Rashid na kumwambia, "Mimi ni yule yule Rashid. Mimi ni yule wa zamani." Sasa Amina alizidi kuwa binti mrembo na mama wa watoto 3.